Hapo siwezi kusema kitu chochote kwa sababu hata kama alimlenga, yeye anazungumzia show ya $2000. Basi ile show ya Lolilo ni ya $2000. Kitu naweza sema sio ma legend tu. Na pia watoto wadogo wako na hypocrisy. Yaani unashindwa kuzogelea watu wakubwa. Ukiangalia kama sehemu za Tanzania huko wakina Diamond wanakuaga wanasogelea wakubwa zao, wanafanya kazi pamoja. Wa journalist wanataka kuwa master nguvu. Yaani journalist afanyi kazi jili apate pesa. Anafanya kazi jili awe star. Kuna wanaogopa kuinvest. Watu ambao tunatumika nao wanaogopa kuinvest. Ya Warundi wako hapa. Wanaogopa kuinvest. Mtu anaogopa kutia milioni 500 kwa sababu ya muziki. Jenbi labda anaogopa kwa sababu anajua hiyo milioni 500 nitapokuwa mimi nitarudisha nini? Mtu ainje kusema kujenga kuweka tafari nyumba yako sio kusema bwana umfiriza. Naweza kusema kitu kimoja. Je, nikiununua upango. Huyo upango na ujenga unakuwa kuhusu vitu vya muziki tu ya Burundi. Sijaomba kwa sababu najenga deja inchi. Kama wale wote wako najenga maarena, manini, wale wako najenga ni wanajenga ni Rwanda kwa najengewa. Bakitaka watatoa vya muziki, watatia vya basketi, watatoa basketi, watachuruza karanga, lakini ukishajenga deja unatia tafari muinchi. Kama unanunua vile vifaa au utavinunua juu ya muziki tu. Unasema hivi vifaa unavinunua vinaweza kamata hata interview, vinaweza kamata makuru, yani wa invest vitu vingi kwa sababu ya muziki. Baadhi yangu wanakuambia kwamba muziki wako kubwa ni live music, lakini Bidondo apige live. Unahisi kama muziki wako utapenya kabisa kwenye style ambayo unaifanya wewe? Tunapiga live tunachanga tunapiga. Kwa invest ni kama hivi kukamata msanii unamtengeneza. Hiyo ni moja ndani ya post ambayo Lolilo aliweza kupost akasema mutamasemi bira. Hapa akimlenga pia Fizzo na akasema kwamba kutokana na vurugu ambayo Fizzo aliwahi kuzifanya haisi kama hiyo wakati anafanya vurugu ili muingizia ngapi. Wala alikuwa kwenye mudi ya baridi. Kati ya upande wa watu wawili mimi siwezi kuzungumza kitu chochote kwa sababu kifupi kidogo walianza muziki mbele yangu. Na kwangu wote ni ma legend na nawaheshimu wote wawili. So katika muziki wa Burundi inazoona ni wakubwa zangu. Wakubwa zangu. So wakigombana mimi sitaenda ngambo ya huko au sitaenda ngambo ya huko, mimi ni kulamula kwa sababu wote nawapenda na wote ni marafiki zangu. Unawashauria ni kusikana hizo post ambazo kwa wanazidi kuzipost wenyewe wawili kama legend na baadhi ya wengine wanataka mfano mingi kutokea kwao? Sijajua chochote wala siwezi kujua kwa sababu sijakuwa na direct wa kuonekana kama kuna bifu kati yao ya ukweli ama vile. Unazungumzia ni kusikana na Giso wanavyosema kwamba Lolilo bora angeacha kabisa hiyo show, asingeenda kufanya performance kwenye show? Kwa nini aache kazi na walimlipa? Lolilo wamempa pesa zake, walimlipa. Na show lazima ifanye. Na watu ambao anaenda kufanyia show ni wafanzi wake wa Nyagihugu. Wao churuza karanga, churuza hembe, churuza mindi mbarabara, wanampenda. Na ndio maana walitakiwa watie bei chini ili watu wote wapate nafasi ya kumuona Lolilo. Tumestep here kama Ahlan wa sahlan, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa sina bwana Yesu wa Kristo, jambo sana kwa sala leo kwa kanisani uposikia best of unapata ni KubeDrama. Inasomeka ni DRAMA, inasomeka KubeDrama. Ubu kifusera abakobwa bose. Leo tumepata bahati tumestep here na Bidondo fashion. Na kwaje brother? Profesh kabisa. Assalamu alaykum. Ramadhani Mubarak. Uprofesh ndugu yangu. Anasema kwamba siku ya leo tunakuja kuuliza baadhi ya punde fulani. Tumezidi kuona comment kwenye mitandao ya kijamii na hapa nikisema kwamba ni kusikana na show ambayo Lolilo ataipiga tarehe kadhaa hivyo na Girl. Hiyo show imezungumza mengi sana na kama wewe kama Gisto unavyosema mkirundi inararibonye mu muziki wa Burundi uko kama legend nawe pia umezungumza nini kusikana comment hizo kwa watu? Watu tunaanza kusema akili zao hazitumiki timamu na akili zao haziko sawa. Unajua hata Ricky Ross akija kufanya show huko, najua akija kufanya show mikoani kuna pesa watamwambia lazima hiyo pesa itiliwe ili watu waingie. Unajua Lolilo sehemu anaenda kufanyia show ni sehemu ambao watu hawana uwezo. So akiwatilia pesa nyingi atakutana ndio ile msanii
nipiga show na imbia biti. Okay, comments zilikuwa nyingi sana Bidondo. Na wewe kama mmoja ndani ya watu ambao wanajua chimbuko kubwa la muziki wa Buja Flavor, unaizungumzia nini kuhusiana na Gizo wanavyosema kwamba Lolilo bora angeacha kabisa hiyo show, asingeenda kufanya performance kwenye show? Kwa nini aache kazi na walimlipa? Lolilo wamempa pesa zake, walimlipa. Na show lazima ifanye. Na watu ambao anaenda kufanyia show ni wafanzi wake wa Nyagiugu. Wao churuza karanga, churuza hembe, churuza mindi mbarabara, wanampenda. Na ndio maana walitakiwa watie bei chini ili watu wote wapate nafasi ya kumuona Lolilo. Tumestep here kama we mmoja ndani ya watu ambao wanaelewa muziki sana. Na ushaga fanya show nyingi sana, stage tofauti umeshazipanda. Bi maana unaelewa kila kitu ambacho kinaendelea hapa. Hawezi kama labda Lolilo kuitika kwenye performance kwenye hiyo show inaweza kumsababisha labda fan base yake aidha wafans wake wale kabisa kwamba Lolilo hangestahili kabisa kufuata kwenye hiyo show. Hapana, Lolilo yeye kalipwa. Nakumbuka kuna wakati Diamond amefanya show alipisha 1000 hapo kuna nuko stade. Nakumbuka ilikuwa ya Prime Music. Sinazani watu Prime Music yes. Waliingia kwa 1000 si watu wameingia. Sasa si so ndio maana naweza nikakwambia na palikuwa wasanii wengi walikuwa hapo kwenye show ya Lolilo. Tuzungumzie comment na ni post mbili ambazo zimeonekana kwenye status ya wasanii ma legend kuanzia jana. Mmoja alisema Mwarabu erega urarenze show VIP ya $2000 kandi Gitega yebaga. Ni mmoja ndani ya watu nikisema ma legendary wa muziki hapa kwetu Buja Flavor kama Mugani Desire kama Big Fizzo ameweza kuposti hiyo kwenye ukurasa wake wa WhatsApp status yake. Unazungumzaje kuhusiana hilo? Hilo siwezi kuzungumza kwa sababu sielewi alichozungumza ni kitu gani. Nikueleweshe tena, alisema hivi, Mwarabu erega urarenze show VIP ya $2000 kandi Gitega yebaga. Sasa afu hapa akitia picha ya Lolilo. Waliweza kurepost, walifika na picha ya Lolilo, maana yake alimlenga sana Mwarabu ambaye ni Lolilo mwenyewe. Yani hapo siwezi kusema kitu chochote kwa sababu hata kama alimlenga, yeye anazungumzia show ya $2000. Basi ile show ya Lolilo ni ya $2000. Sasa unahisi kama legendary mwenzake kama Fizzo alizungumza hivyo, kwako imekujenga nini ama ni kitu gani ambacho unaweza kuzungumzia kuhusiana hicho? Kweli mimi sijajua amezungumza nini. Kiukweli sijajua alizungumza nini. Okay. Yani siwezi kufafanulia, labda yeye mwenyewe angenifafanulia au mtu mwingine hapo ndo ningejibia. Vipo vingi sana ambavyo tunapitia kwenye maisha yetu na Bidondo kuna baadhi ya vitu ambavyo hatujawahi kumuona kabisa Bidondo anavifanya. Kupitia changamoto ya music gisi ilivyokuwa hivi, unahisi kama muziki wetu unakosa nini ilipiga hatua nyingine? Anakosa upendo. Na nini tena? Upendo na tupunguze hypocrisy. Uone kama inatokeana na nini? Labda walisema ma legend wangetengeneza upendo ama labda wengine wangesema hivi. Kitu naweza sema sio ma legend tu. Na pia watoto wadogo wako na hypocrisy. Yani unashindwa kuzogelea watu wakubwa. Ukiangalia kama sehemu za Tanzania huko wakina Diamond wanakuaga wanasogelea wakubwa zao, wanafanya kazi pamoja. Ukiangalia hata featuring ya Diamond Mapozi na wewe ndio Mapozi walifanya featuring. Yani hapo panakuwa pako hypocrisy. Watoto wadogo, journalist wanataka kuwa master nguvu. Yani journalist afanyi kazi jili apate pesa. Anafanya kazi jili awe star. Nikizungumzia tena kama Lolilo Simba ameweza kurepost na akazungumza kwamba asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapo akiandika ni IWW akisema kukimugumamu mumvuga kandi nibere mu mafungo ya Ramadhani ariko je tombe et je reviens mbe hamwe muta semibira mbe hamwe mutamasemibira yatera kajagari mu bapantekote kwa Edison akanyishu kamurenge yari hije angahe ntiyari byinjire muri mood ya baridi. Hiyo ni moja ndani ya post ambayo Lolilo aliweza kupost akasema mutamasemi bira hapa akimlenga pia Fizzo na akasema kwamba kutokana na vurugu ambayo Fizzo aliwahi kuzifanya haisi kama hiyo wakati anafanya vurugu ili muingizia ngapi wala alikuwa kwenye mood ya baridi. Kati ya upande wa watu wawili mimi siwezi kuzungumza kitu chochote kwa sababu kifupi kidogo walianza muziki mbele yangu. Na kwangu wote ni ma legend na nawaheshimu wote wawili. So katika muziki wa Burundi inazoona ni wakubwa zangu. So
wakigombana mimi sitaenda ngambo ya huko au sitaenda ngambo ya huko, mimi ni kulamula kwa sababu wote nawapenda na wote ni marafiki zangu. Unaoshauri ni kusikana hizo posti ambazo kwa wanazidi kuziposti wenyewe wawili kama legend na baadhi ya wengine wanataka mfano mingi kutokea kwao? Sijajua chochote wala siwezi kujua kwa sababu sijakuwa na direct wa kuonekana kama kuna bifu kati yao ya ukweli ama vipi ya no, kinyume na bifu labda inaweza kuwa ni kuchokozana aidha nini, lakini tukiangalia fan base inaweza kupokea. Mimi naweza kuwashauria tu wapendane tu basi, ili tupate kutengeneza sanaa ya kesho kutwa ya watoto wetu, na sisi pia tujipe heshima katika watu ambao wako wanataka kuja kumwanga mamilioni yao ndani ya muziki. Okay. Bido tupanishe chuma kidogo kama hivi microphone, kisha tuingie kwenye topic fulani ambayo imetuleta hapa siku ya leo. Ni kwamba tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kinyume na hivyo tunazoea kwamba kila msanii anakuwa na gisi anajifeel mwezi wake wa Ramadhani kama ni mwezi wa toba, na siku ya leo tumekuja hapa kuuliza vipi kusikana game yako ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, vipi au utaachilia song yoyote kutokana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa toba hivyo kama hizi wengine wasanii wanavyokuwa wakifanya? Ya mwezi wa Ramadhani kama vile unaniona hapa natoka kusali hapo na msala hapa na tasbih. Naam. Kwa natoka kukomoa rakaa. Ya mwezi wa Ramadhani show huwa nashimamishaga. Okay. Pia kurekodi nashimamisha. Pia na kuachilia kitu nashimamisha. Okay. Ni mwezi ambao na kwa natulia kumwomba Mwenyezi Mungu na kumshukuru kwa hii nafasi niko, kwa sababu kuna wenyewe tumeanza nao, kuna wenyewe wako, kuna wenyewe wako hospitali, lakini mimi niko mzima, naweza kusema alhamdulillah na namshukuru Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi. Asante sana. Hapa nisema kwamba tarehe 8 Mei umeweza kuachia nyimbo ambayo inaitwa Mama kwenye YouTube channel yako, ili present hivyo kama, lakini hatukuweza kusikia tetezi zozote zile za Bidondo kama hizo. Unakogona tengeneza skendo kila mwaka, wanatengeneza baadhi ya vitu ambavyo vitakuja kuipatia song yako ambayo utakuja kuiachia, kuipatia njia, kuitafutia sehemu ambayo vitafikia. Why ilikuwa hivyo? Ya ile nyimbo ya Mama ni ambayo nyimbo nimeachia mwaka jana. Ni nyimbo ambayo inafanya mwaka kwa YouTube. Okay. Nimeziachia ziko original na remix. Original nimeimba na Mbidogo wa Tanzania, inafanya miaka 2. Okay. Remix ni kuja kuitoa tena sikukuu ya kina mama mwaka uliopita 2013. Okay. 2023. Tumestep pia kama we mmoja ndani ya legend wa music. Nilizizingua tu nikaanza kuziposti kiupya tu. Okay. Sawa, unahisi kama muziki wako unakosa nini ili uweze kupiga hatua? Ya sponsor imepungua kidogo, lakini kuna jikaza kupambana na Bidondo Fashion, nione kama mwaka kesho inaweza kanisaidia kuniongezea sponsor. Unahisi kama mtu kusema kusaidia kama Bidondo arudie kwenye top kama kisa ilivyokuwa miaka kadhaa iliyopita, panaomba nini, sponsor gani na panahitajika nini? Ya kitu naweza sema wafanzi wangu, kwa sababu mimi unajua mimi siombi pandisha chuma kidogo. Mimi unajua mara mingi siombi samaki, wanaomba ndoano. Okay. Wafanzi wangu ambao wanaweza kanisaidia, so wanisaidie kwa kunisupport, kwa kunishorea tu nguo. Wakishanisupport zile hela zitaingia ndio zitakuja kusupport muziki wangu. Sababu leo unaweza kanipa milioni nikatoa clip lab ikazimika, kesho nitakomba tena ngeni milioni nitatoa clip itazimika. Lakini ukiendelea unanishorea manguo, unakuja unanisupport, unanishorea biashara yangu, nguo utazidi kunishorea kila siku sababu unahitaji kuvaa kila siku. Okay. Alafu na zile pesa ambazo napata kwa kunishorea nguo naenda kuzitoa muziki, na nitabaki natoa muziki kila siku, naachia kitu kipya. Ndio nasapenda wafanzi wangu, so wanisupport kwa biashara nimefungua, ili nipate kupata pesa ya kwenda kutoa kitu, nisibaki nazimika. Media za Burundi zinazidi kusema kwamba Bidondo amezimika, haonekani kabisa hata kwenye mitaani, hata kwenye mitandao. Ya mimi naonekana sometime nafanya kidogo, lakini sio sana zaidi kama zamani. Kwa nini? Kinyume na sponsor ambao unasema tuongeze nini kama watangazaji, tusaidie nini? Yani kusaidia kwa kama watangazaji, kitu naweza omba kusaidia kunitangazia kama Bidondo, kwa sasa ni mfanyabiashara. Kusema muziki wake uinuke, lazima tumsupport kwa biashara yake, afu biashara yake ndio itakuja kummanage na kumpa sponsor ya kufanya muziki zaidi, kwa sababu Bidondo ni mwanamuziki ambao ana kipaji, sio kipaji cha kulogota. Kuna albamu kama 3 ambazo sijazitoa, nimeziandika tangu zamani nikiwa jela. Yani hizo albamu zitatoka, yani kuna mabombe na mabombe ambazo zinawekewa, hayo zote zinaomba sponsors, zinaomba pesa ili ziachiwe. Kitu gani umejifunza kwa sasa kwenye game ya Ibuja Flavor? Kitu naweza sema nimejifunza, nimebadilisha show. Okay. Mtindo wa kufanya show. Yani mtu akinihitaji kwenye show
natuma wafanzi wangu au watu wangu wa karibu ndio wasife kama hiyo show inakuwa imeandaliwa vizuri mbele ya mimi kuperform. Okay. Labda kama unakuta inakuchukua muda gani mpaka uweze kusema kwamba show hii mimi nitafika kwenye stage nitafanya hivi na hivi? Mbona nichukue muda, yani mtu akiandaa show kama ni mikoani napanda mapema. Okay. Napanda mapema kabla siku 2 ili kwenda na mimi niingie ndani ya organization nione vitu gani vinapangwa. Okay. Sababu mbele tulikuwa tunapiga mashow na kutana show ambayo tunapigwa mtu unashindwa hata kuiposti kwa sababu unaangalia mazingira ulifanya nini, yani decoration haivutii. Okay. Unashindwa hata kuposti show. Okay. Yeah. Stage ya mwisho ambayo umeipanda ukaiona kabisa kama ni stage nzuri inafaa kwa mwesei Bidondo kuweza kuperform, ilikuwa ni stage gani? Ilikuwa ni stage ya stage ambayo tumefanya Kicheche. Okay. Na Kicheche ilikuwa nakumbuka ilikuwa ni kampuni moja hivi inaitwa Bibi News pale. Bibi News. Okay. Tumefanya show na Kicheche kuanzia Muinga mpaka Bujumbura. Yani stage ilikuwa ni very good sana. Okay. Bidondo nahitaji unaambie vitu viwili ambavyo unaweza kuviomba sana zaidi kwenye music yako kinyume na sponsor ambao ulitaja. Vitu viwili naweza kuviomba sana, naweza kusema aba diaspora muri hanze bila kwenda huku na huku wanaogopa kuinvest. Watu ambao tunatumika nao wanaogopa kuinvest. Warundi wako hapa wanaogopa kuinvest. Mtu anaogopa kutia milioni 500 kwa sababu ya muziki. Jenbi labda unaogopa kwa sababu unajua hiyo milioni 500 nitapokuwa mimi nitarudisha nini? Mtu ainje kusema kujenga kuweka tafari mnyumba yako, sio kusema bwana umfiriza. Naweza kusema kitu kimoja. Je, nikiununua upango huyo upango na ujenga unakuwa kuhusu vitu vya muziki tu ya Burundi. Sijaomba kwa sababu najenga deja inchi. Kama wale wote wako najenga maarena manini, wale wako najenga ni wanajenga ni Rwanda kwa najengewa. Bakitaka watatoa vya muziki, watatia vya basketi, watatoa basketi, watachuruza karanga, lakini ukishajenga deja unatia tafari muinchi. Kama unanunua vile vifaa au utavinunua juu ya muziki tu. Unasema hivi vifaa unavinunua vinaweza kamata hata interview, vinaweza kamata makuru, yani wa invest vitu vingi kwa sababu ya muziki. Baadhi yangu wanakuambia kwamba muziki wako kubwa ni live music, lakini Bidondo apige live. Unahisi kama muziki wako utapenya kabisa kwenye style ambayo unaifanya wewe? Tunapiga live tunachanga tunapiga. Okay. Kwa invest ni kama hivi kukamata msanii unamtengeneza. Kumbrand msanii kuinuka, ya msanii kuinuka, kumsponsor wasanii, kufanya maorganization mashow kuhusu wasanii, unasikia, maukumbi makubwa ma stage makubwa kuhusu wasanii, yani kuingiza franga zenu mu wasanii. Na watu wengine mtakuwa msavile mnabashofe mnabasharge nao watabifanya. Sasa sio mbaya kama unaweza kutuambia watu 5 ambao unahisi kama watu wanapona hiyo exclusive ama watakaposikia kipindi watahamasika kusema labda kama watajifunzia kwako watajifunza hata kwa wengine. Sawa, waseme na mimi nataka nitafutie hichi kitu nifanye muziki. Utaja tu majina ya watu 5 ambao watu wana hela na wakijituma kimuziki muziki wetu utainuka. Siwezi nikawajua, lakini wanajijua popote penye wako. Okay. Wanajijua popote penye wako. Kama wakiamua muziki wa Burundi utainuka, ni kuamua, wakiamua kuorganize mashow makubwa, wakiamua kufanya biashara na msanii. Bwana Bidondo uko hapo. Wewe ni msanii Bidondo, una duka. Sasa hili duka lako ni duka ndogo, achana na ile duka. Mimi na invest na kwa duka kubwa. Na invest na kwa duka kubwa. Wewe una duka la milioni 10, mimi natia milioni 100, lakini jina linakuwa naitwa Bidondo. Lakini percentage fulani nakupa. Aje sasa ndo uzungumza kwa sababu labda unaona kwenye exclusive. Unaona kwenye Diamond Karanga. Karanga zikukua zake, lakini ni Diamond Karanga. Unaona? Kama example mimi nafanya Bidondo Fashion. Huyo mtu anakuja ananiambia wewe Bidondo Fashion unaingiza ngapi? Uko na mtaji mdogo. Na weka mtaji mkubwa, tunaendelea tunatumikisha hilo jina lako, lakini utapata kipato cha zaidi ya chenye ulikuwa unapata. Unasema biashara yako itabaki pale pale na faida zitaonekana. Biashara yako inabaki pale pale, yani kuinvest, kufanya, unajua sio kufanya mashow tu. Example kama Fizzo alifungua restaurant pale. Kuna watu wako na mamilioni wanaweza kufungua restaurant ya milioni 500. Fizzo, hii restaurant yako ni ya milioni 50, achana na mimi naweka 4 milioni 500. Tunafungua restaurant kubwa lakini nabaki kwa jina la Fizzo. Ile mtu wamtumisha kama brand. Percentage yako iko. Okay.
kidogo chako utakuwa nakipata, na mimi restaurant yangu inabaki kama restaurant ya Fizzo pale pale. Ndio watu wanakuwa nakuja kula kwa Fizzo, na kila watu wakikuja usikoskanagi kutonda hapo kwenye restaurant, labda uwe na show. Hawezi kama fan base yake atakuwa ni ama itapungua, kwa sababu kila mtu atasema mimi na sina muona pale kwenye mgao. Pale unafanya publicity, unakula, unachangia na watu ili watu wa kumletea mtu wateja ili asiombi. Watu wanatumika. Diamond Karanga anaenda anashika makaranga, anaimba anakula, anapiga ligala na makaranga ili ule Diamond Karanga inue imeinuka. Unajua watu kama wale, unajua Brice Melodies kila siku anafanya vile vya mapombe. Si anabishinda ndani. Yes, eske zile pombe ni zake man. Sana zishinda ndani. Brice Melody inabidi watu ambao wanajua kuinvest kwa mtu. Kusema ngo kufanya show tu. Unaweza kamata biashara fulani unavitia kwa jina fulani. Hii biashara unavifanya kama ni biashara yako. Kwa sababu ya fans wako. Unajua kuja kusupport. Wanajua tukinunua kwa Bidondo Fashion, nguo zote tunazitaka tutazipata. Hata kama Bidondo Fashion sio mwenye navyo, lakini tukinunua pana percentage ya Bidondo. Tunamsupport Bidondo. Sawa, sio mbaya kama patatokeza mtu aweze kusema Bidondo, mimi nataka niweke mtaji kwenye Bidondo Fashion ili ujiendeleze mbele. Na hakuna masharti yoyote yale ambayo unagawa percentage. Naona kama jamaa yeye ataanguka sana. Utaanguka kuna vitu ambao unafanya uwezi kuanguka kwa sababu habiozi. Bikioza mnarangulisha na rudia faida yake. Kuna vitu ambao unaweza karangua ni kitu ambacho hakiozi. Labda show ndo kuna kuomba watu wasiitike, sometimes watu wanaitika. Lakini kuna kitu hakina riski. Kuna kitu kama ukikinunua ni hivyo hivyo bei, kama hivi nguo za magaze ukinunua ni hivyo hivyo. Ukinunua nani ni hivyo, labda uvunje. Kama kisi tunaona wengine wanunua kiato ni hivyo hivyo. Sawa, basi nakupa nafasi ya kushukuru watu watano ambao wanafanya Bidondo Fashion mpaka isimame hivi ili wajisikie faraja na kuweza kuinvest zaidi. Hapa ni Bidondo Fashion inajiinvest wenyewe, hakuna mtu aishainvest. Labda mteja wako wa karibu ajisikie kama iko uhuru. Wangu ndo wananisupport, lakini hakuna mtu aishainvest hata kingorongoro hapo. Mimi mwenyewe niko napiganisha na watu wananiona. Kesho nikiwa ajua atasema nimeroga. Bana, sio mbaya kama tunaweza tukasema ni Shingiro TV. Nikushukuru tayari umeshajiunga na familia ya Shingiro TV kwa kubonyeza button nyekundu chini ya video yako, hapo sema subscribe. Nilikuwa pamoja na Hussein, ukipenda muite Bidondo ama Gen B. Ni mmoja ndani ya watu ambao walifanya muziki wa Burundi kuvika thamani fulani na kuweza kuleta tragic comedy kwenye game ya Buja Flavor. Hapa yuko pamoja na Bidondo. Asante. Bana bro, nikushukuru sana. Nashukuru sana, niko nafunga Ramadhani na nawatakia watu wote Ramadhani njema. Tufurahi, tufuturu fresh inshallah. Na watoto wetu tukipata riziki tuichangie na familia zetu. Asante sana, Ramadhani Mubarak. Bana, nilikuwa na step hii pamoja na Gen B na exclusive ya siku ya leo naishia hapa nikisema kwamba down the camera the gas 3 usitoke.